Wase leo nimeibiwa simu mbili, iPhone 17 Pro Max ya 256GB, the orange one, na S25 Ultra ya 256GB. Total amount yenye imeibiwa 333,000 cause iPhone 17 Pro Max ni 215 while S25 Ultra ni 118. Sasa tulikuwa tunapatana na 118. Client alipiga simu akasema ako pande Utawala. Mali kunaitwa Karagita. Kama unajua pande za Karagita, ukiingilia hapo Astro, huko mbele kabisa kuna hizo mabangalo ziko na huko ndani. Raida alitoka tao kufika hapo, akapigia mwenye alikuwa ameorder simu akamwambia tio sijui nashuka stairs, ngoja kidogo. Raida kama amekaa tu kwa nduzi sasa anangoja client afike, amlipe, apeane simu, arudi zake tao. Msi anakuja, boy tu alipita tu, hakuja kama mwambia leta hizo simu. Coincidentally ndio nilikuwa tu nimepigia Raida nikamuuliza kwani hujafika. So Raida hakuwa amekata simu hiyo incident ikitokea. So nilisikia msi akimwambia leta hiyo simu, acha ujinga. Akazishika juu zilikuwa kwa pepa ya hizi carrier bag, hizi Mauru bag kubwa, na amezikunja. Akazishika na akamtolea gun. Kumtolea gun hakuna kitu unaweza fanya. Alafu hiyo area since ni more of a estate, ni manyumba hizi mabangalo, gated community. Wasenyo walikuwa hapo pia wao, nadhani after kuona gani kabidi wameingia mitini. So mse mwenyewe there is no ungemfuata hata ukipiga nduru hapo hivyo. Hakuna mse angekusaidia cause mse mwenyewe ako na gani alizichukua na akakimbia na huko Riverside. So by the time na watch video nimeenda huko inaitwa Karagita Police Station, tukaandikisha statement. Ndio hii niko na the OB hapa hivi na stamp. OB number ndio hii. From there tukatumwa kwa DCI. So since Utawala hizo area za Mihango zimeshikana na Kayole, the nearest DCI police station ama DCI na police station yenye kuna DCI ni ya Kayole. So from there ni mimi na Raida tukafuatana hadi kwa DCI Kayole. Tukaandikisha statement, tukaelezea venye mambo ilifanyika, cause ilikuwa more of ni msi ako na gun na ni simu mbili, hizi simu za domingi. Tukatoka hapo na DCI na zile Subaru zao, ndio sisi hadi kwa crime scene, wakaangalia kwa kuna mambo na CCTV. So hiyo area hata hakuna CCTV. So ni more of kitu ile yenyewe ilikuwa coordinated cause. Walijua tu vizuri hapa hivi hakuna venye wataonekana. Huyu msemo mwenye alikuwa ameorder simu kujaribu kumpigia shiki. Mara anasema ati sijui anashuka stairs, Raida anangoja, na hivyo ndio simu zilienda. So by the time na watch video kesho nafaa kurudi kwa DCI tujue venye kutaenda. Na the good thing nilikuwa nimepiga picha ya iPhone, the email number ya iPhone. So ukienda kuuzwa iPhone na unaambiwa ni mpya na ujui kwenye imetoka na msetu hivi ujue imeibiwa. Na the same case ina apply kwa the S25 Ultra. Hiyo pia imeenda cause zilikuwa simu mbili na hivyo ndo zimeenda. So naona hapa hivi itabidi mmenichangia cause that's a lot of money. Na msisahau juzi tu ile story ya ina coach phone yangu ilipotea kutrakiwa, ikaonekana iko na huku Homa Bay na huko ndani. There is no way ningeenda kuitrack cause kuna mambo na jurisdiction. Simu yenyewe ni ya 25k, mara ukulwe do. But for this since ni simu za pesa mingi, sijui ndafanya aje, itabidi mmenichangia juu that's a lot of money. Na si ati simu zilikuwa kwa stock ya shop yangu, ni ile unachukua kwa msi, utumie client, akishalipa unalipa. So ndabaki kwa hiyo matters kitu ishafanyika, na hivyo ndio iko ndo update about the case venye kutaenda. Peace out.